Mungu atusaidie tunapoipata nafasi tuitumie vizuri. Tusipeleke yale mazao ambayo Mungu anatupa. Zile baraka ambazo Mungu anatupa tukapeleka tena shimoni. Hebu mtingishe mtu mmoja mwambie tumie nafasi. Inawezekana hata sasa hivi hapa unajuta jinsi ambavyo umecheza na nafasi. Inawezekana unajuta kama ambavyo mahali fulani tunamuona nani huyu Esau. Esau unadhani nyang'anywa ile nafasi. Wapendwa, Esau alinyang'anywa nafasi. Silikuwa kwake. Akasema itanifaa nini mimi? Ndivyo Biblia inasema. Itanifaa nini haki ya uzaliwa kwanza? Wewe Bwana sikiliza, nende hizo dai kwa. Kama ni hivyo ni haki kwanza. Watu wenye kujua kutumia nafasi akataka waingie maagano kwanza. Haleluya. Waingie mkataba. Ule ulikuwa ni mkataba wa kiroho. Na yeye bado hajashtuka. Akamwambia tanifaa nini mpaka hapa. Akamkabidhi mwenzake. Akapewa maharage ya mjini Dengu, saa 10 akapeleka chooni. Bado anahitaji nyingine, lakini ameshapoteza nafasi ya thamani. Biblia inasema hata alipokuja kuitaka kwa machozi, wapendwa, alipata. Wewe nafasi gani unaitegemea umeshapoteza? Na sasa unatoka machozi usiku na mchana unatamani. Bali mbele za Mungu kumwambia Mungu atusaidie. Tusichezee nafasi watu usipuuze nafasi. Inawezekana kuna nafasi umeshapoteza. Kuna hasara kubwa kanisani leo ya kitu ambacho tunachezea nafasi. Kuna hasara kubwa kwenye familia. Mungu ni wa rehema. Mungu anatupenda. Hakuna kitu ambacho Mungu ameweka hapa kwa ajili ya mtu mwingine, ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yako. Lakini unatumiaje nafasi vizuri madhabahuni? Mungu amekupa nafasi ya kutumiaje vizuri nyumbani mwake? Mungu amekupa nafasi ya mkutano wa injili unakuja hapo mbele. Hivi unaitumia vizuri kweli kama unavyotumia dunia? Mungu amekupa nafasi nzuri ya maombi ya kufunga na kuomba. Hivi unafikiri unapodanganya umefunga? Alafu unakula wakati watu wako kwenye maagano ya kufunga na kuomba. Hivi unafikiri hasara ni nani? Hasara si ya mchungaji. Hasara ni ya kwako mwenyewe. Kuna wengine hapa hata kesho hawatafunga. Inawezekana. Wao wakala na kunywa kwa siri. Ndugu yangu, unachezea nafasi. Unachezea nafasi. Unapokuja nafasi ya kumtolea Mungu sadaka, wewe unabaki kwenye kiti, unachezea nafasi. Au inapokuja nafasi ya kutoa sadaka, ndio hapo vidole vinapanda macho. Hii ni ya 10 hii. Hii itakuwa ya 5 hata hii hapa. Hii itakuwa ya 2 unaruka. Hii itakuwa moja hii. Basi. Ndio moja. Unapochezea nafasi ndio hivyo matokeo atakapokuwa. Mungu atupe macho ya kiroho na uelewa wa kiwango cha kiungu, ili nafasi yoyote, hasa kwanza zile za mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana. Hasa zile za nafasi za mambo ya kiroho tuzitumie kwa kumaanisha na kwa kiwango kikubwa. Haleluya. Haleluya. Kwa kumaanisha na kwa kiwango kikubwa tukamona Mungu. Kama ambavyo tunaona jinsi ambavyo anapaisha au anapiga pembeni, ndivyo hivyo tunaharibu furaha ya Mungu au utumishi ambao Mungu ameweka mbele yetu, pale ambapo tunalegeza mambo ambayo au tunapoteza mambo ambayo Mungu alitarajia yafanyike. Tunajifunza jinsi ambavyo Daudi alitumia nafasi nzuri wakati wa Goliathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi alipoteza nafasi wakati wa sanduku la agano. Lakini Daudi alielewa wakati mwingine akawa anatumia nafasi nzuri. Alipokuja akakuta Goliath anatukana tu kwa mara 3 sasa.
Yaani sasa Goliath alikuwa amefika mahali kwa sababu ya uzembe wa kutokutumia nafasi nzuri wa mfalme Sauli na mkuu wa majeshi Abineri mwana wa Neri na kaka zake na Daudi walikuwa watatu makamanda wa jeshi. Wote wanabwaya kwa Goliath. Daudi akasema huyu anamtukana Mungu. Hivi atafanywa nini? Bwana Yesu asifiwe. Angalia mtu anavyo target nafasi. Atafanywa nini? Mtu ambaye ataondoa hiyo hapa. Akaambia jambo la kwanza akaozeshwa nani? Binti wa mfalme. Jambo la pili atatajirishwa kwa utajiri mwingi. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Daudi akajua hii ni nafasi ya maana. Kumbe nikiliondoa jamaa hili leo umasikini wote kwetu umeisha. Haleluya. Haleluya. Yaani inawezekana wewe ndio ambaye unasababisha umasikini kwenu. Kwa sababu kama umeokoka na unamjua Mungu, wewe ndio malango ya kuleta mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Daudi akasema leo, haleluya. Daudi akapanda mpaka mbinguni. Wewe umeshasikia unatajirishwa kwa utajiri wote. Si utaomba maombi ya kina na ya imani. Daudi nafikiri dakika 3 za kuomba tu alishusha mbingu ikaja hapa. Na Mungu anatazama nia ya Daudi. Kwa kuwa nia ya Daudi ni kumtukuza Mungu, lazima tusitosheke kwa kiwango hicho cha kuwa kenyewe. Sisi ni watu wa Mungu aliye hai. Sisi tunamwabudu na kumwamini Mungu aliye hai. Mungu ameweka mambo makubwa hata hapo ambapo tumefika sasa hivi. Bado. Yaani hapo ni kayaika moja. Hapo ni kayaika moja. Bado. Mungu anataka afanye vitu vya uzao wa kiwango kikubwa sana, tukijua nafasi tulizonazo na kuzitumia vizuri. Haleluya. Na akienda mbele kidogo huyo kuku wa kienyeji akaangua kafaranga, yeye alishakaga. Baadaye akaangua, akalalia, akakamia, alafu akaangua kifaranga. Pengine kifaranga kimoja. Saa zote unamwona na ni kafaranga kamoja ndio amefanyaje? Anavojitunisha. Na anavyojivimbisha. Na kelele hii. Nisizeni nikwambie. Tusitosheke na kiwango cha yai moja na kifaranga kimoja. Hapa kwenye kiroho ndugu zangu, Mungu anataka kupeleka viwango vingine. Tutumie nafasi nzuri. Haleluya. Lakini unafahamu bata ana uzao mwingi kuliko jamii yote ya ndege. Bata anaweza akaangua vifaranga kuanzia 12 hivyo ni vichache. Na bata unakuta kwenye bata na msafara wake mwenyewe wa vifaranga. Haleluya. Lakini bata umeshamwona yeye akiwa na kelele. Bwana sasa. Yeye ni nini? Saa hiyo ni wewe na msafara wako. Wewe ni haleluya. Yesu ni Bwana. Oh, glory to God. Bwana sasa. Amen. Kuletoa godoro gerezani, hakuna kufanya uwe huru. Yeye alijua kutoka kwake gerezani kunahitaji mkono wa mfalme. Akawaambia wale mawaziri mmoja wapo kwamba wewe bwana usinilete chochote na kuomba. Wewe kaniseme kwa mfalme tu. Bwana Yesu asifiwe. Nenda kamwambia mfalme kuna kijana yuko gerezani. Na huyo kijana amefika gerezani kwa sababu za kusingiziwa tu. Lakini kwa kweli hana uhalifu wote amefanya. Nenda Mungu atakutendea mema. Wewe kaniseme kwa mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Mungu anakukutanisha wakati mwingine na nafasi za maana na thamani, lakini unaishia kwenye level ndogo ya vitu vidogo vinavyoharibika. Kwa sababu gani? Pengine hujaona thamani ile nafasi. Sasa Mungu atupe macho kama alikuwa na Yusufu, ya kuona thamani iliyopo kwenye nafasi ambayo Mungu amekutanisha nayo. Sema amen. Nasema sema tena amina. Haleluya. Usije ukakutana na mheshimiwa rais ukazungumza mambo ya bajaji. Haleluya, haleluya. Ukikutana na nafasi kama hizo zitumie kwa vitu vya amani. Mungu amekukutanisha na watu pengine wenye nafasi fulani. Lakini unaishia kusema kwamba nisaidie hela ya kula. Hakunaga hela ya kula duniani. Kuna hela za kutumia nafasi vizuri kwa maendeleo zaidi. Na hela za kula ni vitu vidogo sana vya muda mfupi sana. Mungu atusaidie tuone kwamba bado tunatakiwa kutumia nafasi. Haleluya. Lakini kuna mwingine akishapata hiyo nafasi sasa. Ukishapata hiyo nafasi sasa,
unafahamu maisha ya kuku wa kienyeji. Kuku wa kienyeji kwa kawaida huwa anaanguaga yai moja. Si sawa? Akiangua mayai, akitaga mayai mawili kwa siku moja, utaona kuku ni wajabu. Kwa kawaida kuku anataga yai hili, lakini akishataga hilo yai